Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Na moja kwa moja tuanze taarifa hizi za habari na huko Tuetu ambako hali ya usalama ni yenye kuzorota kwa hali ya juu zaidi katika maeneo mbalimbali ya vijiji vya sekta Itombwe tarafani Fizi kutokana na mapambano makali yanayoendelea mpaka sasa kati ya FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya waasi wa Twirwaneho M23 ambayo yamepelekea kijiji cha Tuetu kuangukia mikononi mwa AFC M23. Mengi zaidi namkaribisha Bibu Kurtantina Aldama. Taarifa tunazo ni kwamba ni tangu siku ya pili ya wiki tunayo ndipo vikosi vya FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wameanzisha mapambano dhidi ya vituo kadhaa vya waasi wa AFC M23, ila kwa bahati mbaya vita hivyo ni kama vimegeuka na hivyo kupelekea senta ya Tuetue iliyokuwa moja ya ngome za jeshi la FARDC kuanguka, kama alivyohakikisha hapa Emable na Bulizi, moja kati ya wasemaji wa vikosi vya wazalendo kwenye nyanja za juu. Siku ya pili mapambano imeanza kote Bilalo mbili, wakapiga kabisa Bilalo mbili mpaka wakaingia pale kustad ile force ya FDC ya Jemadari Kakobanya, wakasikia eti wao Twirwaneho wakiwa koalize na Red Tabara na FLN za Vampema wanaenda atake ni force za FARDC. Ndio yeye observance wakakubanya Jimmy Kideta kaenda renforcer FARDC, ndio wakarudisha adui. Vile vile tena jana wakakuja vita kaendelea tena Bilalo mbili wakapigana mpaka bukaingia leo asubuhi depuis 4h njo au Watwirwaneho hiyo koalisio ya Red Tabara FNL za Vampema wakaona kama wameisha shindwa kwa atake maposio za wazalendo wakakubanya, ndio maana wamepenya katika mapori walelala wiko napiga mapori. Nikwambie tu ndio wakatumokea pale ku sasa wanaita Tuwe kutope kwenye kulikuwa komanda colonel wa FARDC, ndio kwenye kulikuwa saa vile baadhi yake mtope vile ndio wanapenya wanafika pale ndio wakapiga pale huko matranche militaire wanachimba mashimo mifrezi ya kule ndani daire. Ukifika pale ndugu mtangazaji unalisikia kupotea mwele matranche militaire mko maaveni na makartier wanaingia pale bakapiga FARDC pale na kuideloger pale mpaka sasa inakuambia kabisa saa hii kabisa wale wahuni ndio uko pale. Alors cha mshangazo tuko naona hii serikali jeshi la Burundi alifanya kitu liko ngambo yetu fasi wanaita Vikarati mwele siku ya Kawambi Ndayoberwa biko Kitasha biko Kukwezero ni en quelques kilomètres tu na pale kusudi ba renforcer FARDC mais biko passif bouger habajui kitu abafe kitu. Alors naona kabisa force ya Kakobanya ndio na dize kwenda iende renforcer sai wa wale wa FARDC walikombia pale. Ifo sasa tupige ile FARDC toke pale. Sababu gani? Mbele yabo ya ile kaa kwenye banakamata mbele kule bibi nafasi ya kuinipia mitenge ni wazalendo na FARDC ndio wenye wanadhibiti pale. Nyuma ni wazalendo wakakubanya na FARDC moja kundi wanadhibiti. Donc biko katikati. Wakati hayo yakijiri, Radio Kivu imejaribu kuhojiana na moja kati ya raia wanaopatikana eneo la Pwenzero ambao ni wakimbizi wa ndani. Aliyehifadhi jina lake ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa eneo la Pwenzero mida ya mchana. Nani naanguka Bilalo mbili kwa mikono ya M23 na Tuwe hivi watu tu ni kukimbia. Hali yao natoka tunaona kama mambo inaharibika. Wa M23 walikuja vamia kampe ya Tuwe na Bilalo mbili mpaka hivi wakafukuza ama wajeshi mpaka hivi ni wale ndio wao wanadhibiti pale. Ile ndio habari kabisa iko hapa na watu hivi wanazidi kukimbia na moyo wangali porini mpaka raia inateseka. Serikali ijaribu kutufanyia nguvu iangalie kama yeye inaweza naisha kabisa. Upande wa huko Pwenzero wananchi raia wako katika hali gani kulingana na hiyo hali inayopitika huko? Kuna hali ya oga kabisa ya hatari. Hapana, zote zinasimama, maduka zinafungwa. Maana hizi tukazi ni kukimbia, kila mtu ni kufichika vya kwake tu. Sasa wanakimbia nini na wakati wenda vita haijafika Pwenzero? Karibu na pale wanajongelea
tunaona wanajongelea, wanaangaliana macho kwa macho na wenzao. Kwa sasa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC wako eneo gani? Hao pia wa M23 wako sehemu gani katika hayo maeneo ya milimani? M23 bako tuwetu bako Birarombili yote na Ngezi na ilisha karibia .0 pia. Ile tula FARDC liko hapo tu tuwetuwe linachunga pale pamoja na Burundi. Hali ya sasa mpaka serikali ifanye nguvu, jeshi la taifa lifanye nguvu liokoe population hii hewa ambayo iko nayo. Pamoja na hayo, mwishowe Aimable na Bulizi ameonyesha kuwa shabaha ya wahasi kuteka eneo la Tuwetue ilikuwa kuja kuteka vifaa vya kivita. Tunaona ya kwamba walikuwa atake pale juu ya kuja kujiprocure na maminisio wapore pale kusudi bajira vita yetu. Alors, mpaka saa hii hali ni tete kabisa, lisasi ni lisasi, moto ni moto, hakuna kurudi nyuma, na ndio maana Kakobanya na renforcer kabisa kuone kusudi badoleje wale babwana pale. Taarifa tunazo zinasema kwamba Birarombili na kando hata pia Tuwetue hivyo vijiji vyote vimeanguka katika mikono ya hao wa M23. Unatuambia nini porte parole kuhusu hizo kauli? Hapana, ile ni uongo kabisa. Birarombili ingali katika mikono ya wazalendo na parti moja ya Tuwetue. Et d'ailleurs, sisi tunagarde na parti moja tuko na tainukia kwa antenne ya Mikenge. Ndio kwenye tuko. Na FARDC ngali pale na wazalendo wakakobanya FDC wiko pale tu wamejipenyeza tu kuingia mwale idikota ya koloni wa FARDC kusudi wapore. Nyuma tunadhibiti na mbele yao tunadhibiti. Porte parole, habari tuko nazo zinasema kwamba raia wa eneo za .0 wako katika wasiwasi mkubwa na wengi wameishaanza kukimbia kwa sababu ya wasiwasi kulingana na namna wanavyoona sura ya vita. Ndugu mtazamaji, hiyo ni uongo mtupu. Uongo mtupu kabisa. Watakimbia nini? Wakati mbele kuko wazalendo, mbele kuko FARDC, mbele kuko serikali ya kutosha, wasodao wa Burundi wa kutosha. Watakimbia nini? Na yeye muhuni haweza kafika, atapitia wapi? Unayo pori gisi iko pale. Mapolisi zetu tunapanga mwele pori. Hawezi akapitia pale, hawezi na hata wezaka kudeloge population ya .0. C'est vrai .0 kuko wa deplacer wa mingi maelfu na maelfu, presque wa mingi ni wazalendo walioshika silaha wa kulinda ile raia na mali yake. Daire muda kidogo utasikia na kuambia kama ule adui tunamdeloge anaingia katika pora na rudia kwenye leto. Tufahamishe kuwa hali ya sasa ni ya utata juu ya kufahamu hatma ya raia wa .0 na kando. Kwingineko ni kwamba baada ya tetesi kwa gavana wa Kivu Kusini na makamu wake wameitishwa Kinshasa ili kujibu juu ya tuhuma za uongozi mbaya, hatimaye vyanzo vya karibu na gavana makamu vyakanusha madai hayo na kutoa mwangaza zaidi. Akizungumza na TV yako, bwana Makambo Juma Intelligent, mdau wa karibu na gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Lakano, amesema kuwa waziri wa mambo ya ndani aliitisha sio tu magavana wa Kivu ya Kusini bali magavana wa jimbo zote hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kutathmini masuala ya uongozi. Kila uongozi na kila kazi ina hierarchy, na wakati unapozungumzia swala la territorial kama vile tuingilie kiundani bila kwenda mbali, wakuu viongozi wa mkoa akiwemo gavana pamoja na gavana makamu, mkuu kiongozi wao ni vice premier ministre, ministre wa affaires intérieures. Ni yeye ambaye ana majukumu, ni yeye ni mkuu kiongozi wao direct ambao wanatakiwa watumike bega kwa bega. Na wakati mkuu kiongozi anapoita subalterne wake, hakuna swala lingine, ni swala la kutengeneza kujua kazi inaendelea namna gani na nini ambacho tunatakiwa kufanya na nini ambacho kingetakiwa kufanyika. Na ilikuwa sababu kubwa ya wakuu viongozi wa mkoa wetu wa Sud Kivu wao hapa Kinshasa, na wakati walipofika walionana na mkuu kiongozi ambao tunaita katika lugha ya Kimombo VPM, vice premier ministre wa mambo ya ndani, akawakaribisha katika ofisi yake na wakazungumuza kuhusikana na gestion ya Sud Kivu en particulier. Na uliona hata kama vile waziri wa masuala ya ndani alijaribu kuita ofisi zote za mikoa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wamewasiliana wote hapa kwenye jiji kuu la Kinshasa,
na wakaongea na akaonesha hatua gani nini ambao wanatakiwa wakifanye kulingana na vizio ya chef de l'etat. Kwa kuongezea, Bwana Makambo Juma ameonyesha namna waziri wa mambo ya ndani amewataka wanabunge wa jimbo kutokusumbua magavana wakati huo uvamizi wa kivita. Kumekuwa na zile shika ni kushike katika ofisi za mikoa ile ambayo tunaita Assemblée provinciale. Kumekuwa shika ni kushike, hii barua inatoka, tunatia motion ya gouverneur, tunatia motion ya vice gouverneur, tunatia motion ya huyu, lakini kulingana na mazungumzo ya VPM ameonyesha kwamba tuko katika hali ngumu ya salama kuwa ndogo katika nchi yetu ya Kongo, hususan mashariki ya nchi yetu ambayo imekumbwa na vita ambavyo vimeingiliwa na hao Wanyarwanda wakiwa na wasaidizi wao wa AFC bar M23. Ino maana hakuna katika wakati huu hakuna ofisi ambayo itaingilia mambo ya ile mamotion, mambo ya kufanya masekuse katika Assemblée provinciale, kwa kuwa akili yetu, mawazo yetu inaangalia namna gani tutakavyo piganisha adui atoke katika nchi yetu. Huko Uvira ni kwamba vuguvugu la kiraia Machozi ya Raia mjini Uvira limeomba kwa serikali ya jimbo na meya ya Uvira kuvalia njuga juu ya kazi za ukarabati wa daraja la Kavimvira zikamilike kwa haraka ili kuepukana na maafa kila leo. Kwa Emmanuel Abedi, mratibu wa Machozi ya Raia mjini Uvira, ametoa hapa sababu zao kuandika kibarua hicho. Tayari ni alerte Machozi ya Raia ilifanya na soma vraiment les concernés direct wakati kufika pale kwenda kuvizite le point pale Kavimvira, niona kwamba chezi nyiko anachemika chezeka pale. Kana deviation iko pale yiko na saidia na tanda yenye kasha tama desordre mingi sana, wamesha mchika migulu, wengine washakufa. Entreprise ASK iko nafanya kazi ya barabara, iko natengeneza sasa kilalo kwa sasa kilalo sasa officiellement yenye tambatana ile RN5. Sasa ukiangalia namna gisi iko wanatengeneza haviko murapidite. Or hizo inaonekana kwamba kulingana na kisi magari ziko mingi mugini, mambutiaje, madesordre, maperte, ile nani kutumana nani pale vitu viwaza kwamba tubasisimue bangali kisi wanaweza kwa wanatezele kilalo mchana kama vile usiku, tujua kuravitele kilalo bemalize mapema. Et c'est dans ce sens même tuliona kwa kuona kisi deja ba piéton basa kwa ba victime mettre fois et mettre reprise parce que tuko presque na watu jibasha vunjika hata miguu kuile kilalo kwa ukosefu wa mchanganyiko. Kuna kwa kilalo mwa pale a train ya zamani yenye labda iko pale kama vile reference au monument na iko na matura mingi sana. Donc on propose aux autorités urbaines anaweza weka hata ndani mambao pour permettre hata ba piéton bako wanapita kule en attendant. Na ndio ile tulikuwa tunafafa ile makelele vile na mwiyo hiyo tu angle moya kwa constate kama na wao wanafanya ile kazi ya uongozaji wa magari pale. Il arrive des fois débordement qu'on a kwa pia na bapita. Watu wanakuwa bengi sana, débordement inakuwa mingi sana, kunakuwa sasa ile mimi nataka mensuellement no maîtrise ya débordement aussi. Na ndio kunapiga ina cause vraiment ma problème yenye ko trop sérieux. Ndio ile sens tulikuwa nabaonesha kwamba wakuu viongozi bafanye jitihada yote parce que déjà au moins quelque chose déjà quoi débourser pour que bafanye les kazi nikoonekana ifaida sana. Ndio ile sasa tunaambia bakaji yote banaelewa kama mprise ya RN5 manaweza kabisa kuja manyumba yao kabla serikali haijakuja kuwavunjia. Na mwiyo tu marakati huko mpema utata mingi sana kizika ndani. Tutamai ngapo raporo ya Kalundu na hiyo mprise ya RN5 iliendaka na maji. Sasa bakaji mpaka sasa ya bayajua bale mimi atakuwa ndomaje donc wale watavunja manyumba yao yenye kwa mprise ya RN5. So rabu itakuwa namna gani? Faut serikali balipe sasa. Il paraît que OVD ishakafanya ile budget deuxième plan B yenye labda ya kwa voter kwa niveau ya pouvoir central. Mais néanmoins tuendelea kufeliciter sasa kunatendeka mais néanmoins la réclamation m'inquiétude kutu mingi mwile masansi ya ville. Na mwishowe ni huko tarafani Fizi ambako shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali kuu ya Kinshasa vitengo husika na usalama kuwajibika ipasavyo kwa ajili ya kunusuru maisha ya raia vijiji mbalimbali vyenye kuwa katika nyanja za juu na isizokuwa za juu ambao wanaendelea kupata shida kila kuchao kutokana na vita. Jacques Alimasi, mratibu wa shirika hilo tarafani Fizi, amesema kuwa mapambano kati ya wasi wa M23 na washirika wao dhidi ya wazalendo yanaendelea kujiri kila kuchao na kupelekea raia wengi kuyama makazi yao. Tunakwenda kutoa kibarua chetu na malalamiko kwa wakuu viongozi wa serikali wa nchi yetu ya Kongo, pia hata kwa
communauté internationale kufatana na hali ya usalama, hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota katika tarafa letu la Fizi, hata katika sekta ya Itombwe kwa nyanja za juu, Mikenge na kandokando. Utakwenda kujua kwamba tangu tariki 4 umekwenda kuripotiwa makabiliano ya vita kati ya vikundi vya M23 AFC Twirwaneho Red Tabara ambao wanasaidiwa na nchi ya Rwanda pande moja, na pande ingine vikundi vya silaha ambavyo tunaita Wazalendo ambavyo vinasaidiwa na government yetu ya Kongo. Kikundi ambacho kinaitwa cha FABB kinasimamiwa naye Komanda Ngoma Nzito, pia na kile cha FDCC RAPC ambacho kinasimamiwa naye Kakubanya. Makabiliano hayo yaliripotiwa katika vijiji vya Nakalambi, Kitisha, Ngezi hata na Bilalo mbili. Tariki 5 mwezi huu makabiliano ya vita liendelea kuonekana kwenye kijiji cha Rusangura, ni katika sekta ya Itombwe, groupement ya Bashimukinji ya kwanza. Ni katika kundi vya AFC Twirwaneho M23 ambavyo vinasaidiwa na Rwanda na Red Tabara. Walipigana na kikundi cha wazalendo wa Kakubanya pia na wazalendo wa Ngoma Nzito. Ile asubuhi vikundi vya AFC Twirwaneho M23 vilikwenda kushambulia ngome ya FARDC ambao wanasaidiwa na wazalendo katika kijiji cha Tuetue, Ngezi hata Point Zero. Wahamiaji wa ndani ambao walitoka Mikenge na kando kando ya Mikenge wote walikuwa wanaishi pale. Wa ndani walikuwa wanapatikana pale Point Zero, walikimbilia, wamoja wanakwenda na Kiele, wengine wanakwenda Mikalati, wengine wanakwenda Lumanya, na hivyo walihama na waliacha makazi yao, na watoto waendelei tena na masomo. Kijiji hicho kinapana njia kwa warebel, wanaweza fasilima kufika kijiji cha Nakiele na wanaweza fika Fizi Centre. Penzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Hapo nitakuomba tu usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila kuchao. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.